Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu, amrehemu Mwenyezi Mungu na amshushia amani, ithnani la yanzurullahu ilayhima yawmal qiyama, watu wawili Allah hata watazama siku ya kiyama. Hapa kutotazama si kwamba Allah hawaoni, kwa sababu Allah anaona kila kitu, isipokuwa maana yake ni kwamba hata watazama kwa jicho la rehma, huruma, radhi na msamaha. Hii ni adhabu kubwa sana, kwani siku ya kiyama kila mtu atakuwa anahitaji rehma ya Allah kuliko kitu kingine chochote. Mtu kunyimwa rehma ya Allah ni hasara kubwa kuliko adhabu yoyote. Mfano wake ni kuwa mtu akiwa mahakamani na hakimu akakataa kumtazama kwa huruma, hiyo inaashiria hukumu nzito sana. Hivyo ndivyo itakavyokuwa mbele ya Allah siku ya kiyama. Qati'ur rahimi, mtu wa kwanza ni mwenye kukata undugu. Huyu ni mtu anayewatenga ndugu zake wa damu kama wazazi, kaka zake, dada zake, baba wakubwa, baba wadogo, mashangazi, wajomba, bibi, babu na wengine katika ukoo. Anaweza akafanya hivyo kwa kutowasalimia, kutowatembelea, kuwachukia, kutowasaidia au kuwafanyia madhara. Uislamu umehimiza sana swilatur rahimi, yani kuunga undugu na kuwatendea mema ndugu. Kukata undugu huondoa baraka ya maisha, kupunguza riziki au na usababisha hasira ya Allah. Kama tunavyoona leo, wapo waliokatana kwa sababu ya urithi, kwa sababu ya pesa, kwa sababu ya biashara, kwa sababu ya migogoro ya ndoa au kwa sababu ya maneno madogo tu. Lakini kuna wengine hawajaongea na ndugu zao kwa miaka mingi kwa sababu ya kiburi. Ukweli hii ni hatari kubwa sana. Wajarusui, na mtu wa pili ni jirani mbaya. Huyu ni mtu anayemdhuru jirani yake kwa maneno, vitendo vyake vibaya na kwa maneno yake mabaya. Anaweza kuwa jirani mbaya kwa kelele zisizo na sababu, fitna, ugomvi, wivu, wizi, matusi, kudhulumu mipaka ya eneo la jirani yake au kutokuwa na heshima. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisisitiza sana haki za jirani, mpaka maswahaba walidhani jirani anaweza kupewa mirathi. Jirani mwema ni rehma, lakini jirani mbaya ni adhabu duniani kabla ya akhera. Kama ambavyo tunaona leo, wapo majirani wanaowasha mziki usiku kucha wakiwasumbua majirani zao. Wapo wanaotupa uchafu kwa majirani zao. Wapo wanaowatukana majirani au kuwaharibia watoto wao kwa tabia mbaya. Katika zama hizi, watu wengi wanajishughulisha na ibada za nje kama swala na funga, lakini wanasahau haki za watu. Unaweza kumkuta mtu msikitini, swafu ya mbele kabisa, lakini mtu huyu hajazungumza na ndugu yake kwa miaka 5. Unaweza kumkuta mtu anasoma Qur'ani kila siku, lakini majirani zake wanalia kwa madhara yake. Watu wengi leo wanaangamia si kwa sababu ya kuacha swala tu, bali isipokuwa ni kwa sababu ya kuwadhulumu ndugu wa karibu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatufundisha kuwa ukitaka kusalimika akhera, tengeneza mahusiano yako na Allah na pia tengeneza mahusiano yako na watu. Kwa sababu wakati mwingine mlango wa pepo unafungwa si kwa sababu ya kuacha swala, isipokuwa ni kwa sababu ya kumuumiza jirani au kukata undugu. Usisubiri ndugu yako afe ndipo useme alikuwa mtu mwema. Usisubiri jirani yako ahame ndipo ujute. Piga simu leo, salimiana leo, samehe leo, rudisha undugu leo. Huenda pepo yako ipo kwenye salamu moja tu kwa ndugu uliyemkataa.